Sema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Watumainio kama mlima Sayuni, ambao wamenisika milele. Watumainio kama mlima Sayuni, ambao wamenisika milele. Ni salama kwa Yesu, ni salama, ni salama kwa Yesu, ni salama, ni salama kwa Yesu, ni salama mikononi mwake Yesu, ni salama. Tumaini Bwana ni kama mlima Sayuni,
Baba, atupaye uhai
ni kwa neema ya Baba. Tunaishi kwa neema tu, tunaishi kwa neema tu, yote tunayoyamiliki ni kwa neema ya Baba, wala sio kwa ujanja wetu, wala sio kwa akili zetu, bali ni kwa neema yake Baba. Tunaishi kwa neema tu, wala sio kwa nguvu yetu, wala sio kwa ujanja wetu, bali ni kwa neema yake Baba. Tunaishi kwa neema, tunaishi kwa neema tu, tunaishi kwa neema tu, yote tunayoyamiliki ni kwa neema ya Baba. Tunaishi kwa neema tu, tunaishi kwa neema tu, yote tunayoyamiliki ni kwa neema ya Baba.
Sisi Waafrika tuna desturi mpaka mtu akuamshe sana ndio uamke. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa connected na Mungu. Tunapaswa kujiungamanisha na madhabahu hii ili tuhudumiwe vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bila kupoteza wakati,
wanaweza kuniita mchungaji wa vijana kwa sababu naishi na vijana. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, tuende kwenye pointi. Tumekuja hapa kwa ajili ya tamasha na tumeona makundi yamekwisha kusifu na hata sisi tumesifu. Basi kwa ajili ya hilo tamasha tuwe na neno kidogo la kutuamsha kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa desturi ya kanisa Anglikana, leo tunawaza njia ya kweli na uzima, ambao ndio Yesu Kristo. Lakini ipo njia ya kweli na uzima ya kumtumikia Mungu. Yesu ndio kielelezo chetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini masomo haya yote mawili yanagusa kwenye hilo eneo. Ukianza somo la kwanza, Mambo ya Nyakati, ile ya kwanza 29:4 hadi 15, na unakuja kitabu cha waraka wa Galatia sura ya 6:1 hadi 10, yote yanagusa njia kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuwe na kichwa kitakachotuongoza katika maneno yote haya mawili. Kama una karatasi unaandika kupanda na kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Kupanda na kuvuna. Tukianza na kitabu cha kwanza kile tulichokisikia, Israeli walipanda. Mtumishi wa Mungu Daudi alitamani sana kumtengenezea Mungu hekalu. Sasa Mungu akamwambia huwezi, lakini akaandaa mazingira kwa ajili ya yule atakayeweza. Kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 29 kuanzia aya ya 4 hadi ya 15. Lakini mtumishi wa Mungu Daudi kwenye ile aya ya 14 ameona kazi yote ambayo imefanyika. Ameona kila kitu kilichofanyika kimekwenda sawasawa na ambavyo walikuwa wanatamani. Akamwambia, mimi ni nani na watu hawa ni akina nani? Kwanza kabla hajasema haya maneno, anajaribu kuwashawishi watu kwamba ni nani ambaye yuko tayari kujiweka wakfu leo kwa Bwana. Yaani moyo wake alikuwa anatamani vile anavyoona ndani na wengine waone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atoe sifa. Moyo wa Daudi ulikuwa unataka kujenga nyumba ya Mungu. Ulitamani ujenge nyumba ya Mungu kwa dhahabu, kwa fedha, kwa nini, dakoni, vimeandikwa pale. Alikuwa anatamani sana. Lakini akiangalia hazina ya mfalme na nyumba ya mfalme, hazina yake haitoshi. Akaamua kuwashawishi kusanyika kama ilivyo leo. Anasema, ni nani anayeweza kujiweka wakfu leo kwa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi cha kupanda na kuvuna. Mtumishi wa Mungu Daudi ukisoma, anasema vile vitu vyote ambavyo Mungu alivifanya kwao wamerudisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anamwazimisha Bwana, anasema sisi ni akina nani na hawa watu ni akina nani hata tumefanya hivi, kwa sababu hivi vitu vyote vimetoka kwako na kwa sehemu tumerudisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni kipindi cha kupanda na kuvuna. Mungu ameweka kwetu talanta kama somo linavyosema. Kila mtu amepewa kwa kadri ya anavyoweza. Mwingine 10, mwingine 5, mwingine 50, mwingine 20, mwingine 1, mwingine 0.1. Lakini hivyo Mungu alivyompa kila mtu talanta, anajua kila mtu na uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Anajua huyu nikimpa dhahabu ana uwezo wa kukaa na dhahabu. Huyu nikimpa fedha anaweza kukaa na fedha. Huyu nikimpa hiki anaweza kukaa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atoe sifa. Kwa uwezo huo huo kila mtu amepewa.
na mimi nimepewa uwezo wa kwangu ambao Mungu amenipa, nimepewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa uwezo huo Mungu anatamani tumtumikie. Kwa uwezo ambao Mungu ametupa, anatamani aone matunda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndipo mtumishi wa Mungu Paulo anasema, ndugu zangu nisikilizeni, Mungu hadhihakiwi, Mungu hataniwi, Mungu hababaishwi, Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu, ukipanda hapa utavuna hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni vijana, tunajiita mwendo kasi, na ni kweli mwendo kasi. Tunajua matumizi yetu, jinsi tunavyotumia dunia na jinsi tunavyotumia kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaposema duniani, sisi tunajua ukiomba namba ya simu lazima utoe hela ya kocha. Vijana wanasema mtaani unadondosha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa wanazungumza juzi, nasema vijana sasa hivi tumechangamka. Unachukua namba ya simu ya mtu unaacha 20,000. Namba tu hiyo, bado hujamwambia chochote. Ni pumba hiyo. Lakini sasa kwa Bwana tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu aliyetuumba, kwa Mungu aliyetupa kalama, tunafanya nini? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama katika miili yetu tunapanda kwa ukarimu, kwa Bwana tunapandaje? Daudi na wale wenzake anajaribu kuwashawishi. Ni nani aliweke watu leo kwa Bwana? Ni nani amkaribie Mungu? Ni nani? Kwa sababu hicho ulicho nacho Mungu amekupa, inatakiwa umshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo huo Mungu amekupa, nguvu hizo Mungu amekupa. Inatakiwa sasa uende mbele za Mungu, mwambie Mungu, kwa ajili ya hiki ulichonipa nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye kile kitabu ambacho tumekisikia, ile mistari ya chini, kuanzia mstari, kitabu cha Wagalatia, kuanzia mstari 8 wa 9 hadi wa 10. Hebu aliyeona naomba anisaidie kusoma. Anasema tuwatendee mema hasa jamii ya watu wanaoamini. Naomba aliyeona anisaidie kusoma. Mpeni maiki. Nayaacha haya mikononi mwako. Natamani nikuone wewe Bwana, nikuadhimishe wewe Bwana, kama vile Daudi alivyofanya, kama vile Daudi alivyokuadhimisha, kama vile Daudi moyo wake ulivyokuwa. Simama nasi katika kazi hii. Hatuwezi kufanya wenyewe bila wewe kugusa mioyo yetu. Hatuwezi kufanya wenyewe bila wewe kugusa katikati ya makao haya tuliyoyaweka, katikati ya zile hazina tulizoziweka. Maana mtumishi wako Daudi hakuona ile hazina itoshe kufanya kazi yako, mpaka aliposhawishi kusanyiko, mpaka aliposhawishi makutano, mpaka aliposhawishi nchi, ndipo watu walipoamka na kufanya vile alivyotamani. Na yalikuwa ni maandalizi tu. Umetuweka kuwa hai, umetuwezesha kuwa na uzima. Simama Mungu, ukatuwezeshe kufanya vile ambavyo unatamani, kufanya vile moyo wako unataka, fanya vile kusanyiko linahitaji. Simama nasi katika kazi hii. Tunajiweka na kujikabidhi mikononi mwako kwa Yesu Kristo.